Kupitia filamu hiyo, labda mapato, labda walikulipa kule. Mimi kusema ukweli, unajua mimi kule nilienda kama kuomba, yani nionekane my brother, sio kwamba nililipwa nini. Hapana. Kwa nini Atasa maana yake nini Atasa? Mtu akisema Atasa anamaanisha nini? Atasa maana yake sijui, ila meneja wangu anajua maana yake. Alishai kuniambiaga ila nikasahau. Na pia tumeona umefanya vizuri sana. Kwa kwanza kuonana naye ilikuwa ni Ndalo. Kwa hiyo nilipokutana naye Ndalo pale, nikazungumza naye nini, akaniambia Baridi njoo tuonane baadaye pale parking. Fix nao ilikuwa na grade nzuri tu. Nikasoma sana. So nashukuru Mungu naendelea vizuri. Yeah, kweli. Yeah. Na si ndio mwezi wa 11 utafanya mtihani wa Nexa? Yeah. Maana unatarajia matokeo gani? Matokeo natarajia matokeo yawe mazuri zaidi. Mazuri. Bwana, mambo vipi? Kama dau, kuna the most expensive VOA, the Black Banker, the one and only. Lakini pia hii hapa ni Lasa Media. Bwana, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu za burudani pamoja na michezo. Na leo kuna moja kati ya celebrity ambaye anafanya vizuri sana kwenye upande wa comedy. Hapa namzungumzia Atasa wa Bonge. Bwana, mambo vipi? Fresh. Kama kawaida. Bwana, wewe jina lako halisi unaitwa nani? Jina langu halisi naitwa Sajadi Muhammad Said. Na hilo jina la Atasa lilikuja vipi mpaka ukaitwa Atasa? Mimi ni mtu ambaye natengeneza maudhui, unajua. So siku ya kwanza ambayo natengeneza maudhui na nikaposti TikTok, watu wakaniambia kwa nini usijiite Atasa? Atasa maana nilipo kwenye trend, kasema Baridi nipite nalo hivyo nikapita nalo. Kwa nini Atasa maana yake nini Atasa? Mtu akisema Atasa anamaanisha nini? Atasa maana yake sijui, ila meneja wangu anajua maana yake. Alinishai kuniambiaga ila nikasahau. Na pia tumeona umefanya vizuri sana kwenye sinema ile filamu ya Memkwa pamoja na Steve Mouse. Ilikuwaje mpaka Steve Mouse akakuchukua akakuingiza kwenye moja ya kati ya episode zake? Unajua vile jitihada zetu sisi, mimi na meneja wangu. So watu wanapotuona sisi mtandaoni, watu walikuwa wanatushauri sana, kwa nini usiende Memkwa? Watu wanatuma comment, kwa nini usiende Memkwa? Unajua sana dogo nini? Akasema mbongo la idea hiyo. Kwa nini tusimtafute nilio Steve na Ndaro? Kwa hiyo kuna kipindi cha Ramadhani walianzishaga ligi wapi huko maeneo ya huko JSM huko wapi Masaki maeneo huko. Sasa ile ligi ikawa timu ya Ndaro nayo ilikuwepo. Kwa hiyo yani jambo la Ndaro na Steve lazima washirikiane, unaelewa? So hiyo siku timu yao inapocheza nikaenda kule. Yaani sio kwa ajili ya kushangilia timu yao, kwa ajili ya kumtafuta Steve na Ndaro. So nilipoenda kule, yaani namshukuru Mungu sijapata tabu sana. Nimeenda tu kule nikamuona Ndaro mara ya kwanza, nikapiga naye story nini my brother, nikaongea naye. Namshukuru Mungu akanikubalia. Tumeenda kazunguka kakutana na Steve naye akaniambia, "Vipi mdogo wangu fresh, kama kana nakuonaga TikTok ni mtandao ni mdogo wangu unafanya vizuri." Nikamwambia fresh. Na ndio brother anafanya vizuri. Hapo Steve ulikutana naye wapi hapo? Huko. Yaani unajua kwenye event moja leo. Yaani mechi. Unajua leo kwambia kitu. Yaani Steve na Ndaro kama ndogo fulani. Kitu anachofanya Steve lazima ananiliu Ndaro ashiriki. Kitu anachofanya Ndaro lazima Steve ashiriki. Kwa hiyo Ndaro alikuwa na timu yake, unaelewa? Sasa basi siku hiyo timu yake inapocheza Steve alikuwepo, unaelewa? So nikasema kwa nini nisiende kule kuwatafuta Steve na Ndaro siku hiyo. Nikaenda, unajua siku hiyo mechi ilikuwa inachezeka usiku Nikaenda mpaka kule nikamtafuta. Wa kwanza kuonana naye ilikuwa ni Ndaro. Kwa hiyo nilipokutana naye Ndaro pale, nikazungumza naye nini, akaniambia Baridi njoo tuonane baadaye pale parking. Nikamwambia Baridi brother umetisha. Ndio tukazunguka sana, kapoteza sana muda. Baadaye kakoja kuonana na Steve. Steve ndo anakuja kuniambia, bwana mdogo wangu, wewe unajua umetisha sana na kuonaga TikTok nini. Nikamwambia vipi sasa masuala ya Memkwa?
Akaniambia masuala menko usijali, ila ukitaka uje menko onana kwanza na Ndalo. Ngambia baridi. Nikasubiria nikasikilizia pale mpaka mechi ikaisha nini. Ndalo ngakutana naye, nikaenda mpaka kwenye parking kule hapo paki gari lake. So mpoenda kule akaniambia vipi mdogo wangu, fresh na kuonaga TikTok nini nafanya vizuri. Ngamwambia ndio brother, najitafuta si unajua nini. Akaniambia fresh mdogo wangu, vipi unahitaji nini? Ngamwambia mimi nahitaji nini, kushiriki pale wapi, pale Menkwa. Basi chukua namba yangu. Ngamwambia baridi. Bahati nzuri meneja naye alikuwa na namba yake, so pale akajaribu kumpigia pale akasema kumbe namba yangu unayo. Ngamwambia ndio. Basi utanicheki. Akaniambia fresh nitakucheki. So Jumamosi ile akatucheki, anambia njoeni huko wapi, ilikuwa ITV ni wapi huko Mwenge sijui pale Mwenge pale. So so hivyo akatuambia tuje kula, akatokea location nini, tukaenda mpaka kule saa 7 ile tukagewa mavazi nini, tukashoot kuna muda nini, yani kule unajua unahudumiwa full package, unakula kule maji nini, muda kushoot nguo zao zile unapewa kule, yani upate shida hivyo my brother. Na pia ulipata chochote kitu kupitia filamu hiyo, labda mapato, labda walikulipa kule? Mimi kusema ukweli, unajua mimi nilienda kama kuomba, yani nionekane my brother, sio kwamba nililipwa nini, hapana. Kule ulienda ili utafute umaarufu au upate kujulikana. Lakini pia sasa watu wengi ambao wakifahamu ni kwamba wewe unasoma, waelezi wa Tanzania kwamba kweli je, unasoma kweli? Kusema kweli watu wengi walikuwa wanajua kwamba mimi sisomi, ila nachukua uhusika kama wanafunzi. Kusema kweli ndugu zangu wa Tanzania na mtazama mashabiki zangu, mimi nasoma form 4 shule yetu hapa international school. Naam, lakini pia tungependa kufahamu kuhusiana na namna ambavyo uligundua kwamba una kipaji cha kuigiza, na pia utueleze kama una kipaji kingine cha ziada mbali na kuigiza. Kabla ya kuigiza nilikuwa najihusisha na mambo ya football, so nilikuwa najitahidi sana kwa mambo ya football, naenda mazoezini nini. Bwana akasema mbona nina talent ya mpira, sema nikienda mazoezini kocha naye alikuwa ananikubali, so kwenye mechi naanzishwa, yani nilikuwa na talent ya mpira nini, nashinda magoli nini. Nikasema mbona kama nina talent ya mpira. Sasa kuna siku nakuja shule, tunajua kuna harakati za shule hapa na shughulika nazo. Sasa na nilio meneja wangu ambaye ni chicha hapa shule akaniambiaje, mbona mdogo wangu kama wewe una talent? Nikamwambia nina talent gani? Wewe una talent ya comedian. Nikamwambia mimi sina hiyo talent. Wewe unayo, usibishe. Na mimi nikamwambia mbona mimi nina talent ya mpira, sijui hiyo talent ya comedian. Nikamwambia wewe unayo mdogo wangu, kwa hiyo tufanye kitu mimi na wewe. Wewe uwe mimi meneja yako. Nikamwambia sawa. Baridi nitakubali. Kaambia nenda kazungumze na mzazi wako, hapo mimi kesho nitakuja nizungumze naye zaidi. Kaambia sawa, nikaenda kumzungumza naye mzazi wangu akakubali. So kesho yake akaja kumzungumza naye mama yangu nini, akakubali. So nikaanza mambo hayo comedian nini. Nashukuru Mungu watu wamenipokea vizuri, so sijapokelewa vibaya. Na kabla ya hapo ulikuwa labda ushawahi kujaribu kuigiza au kufanya comedy kabla ya kukutana na meneja wako? Sija kujaribu kuigiza. Kwa hiyo ilikuwa ndo mara yako ya kwanza kufanya comedy? Na nini ambacho nafikiri labda meneja alikiona kwako mpaka akasema kwamba bwana Atasa unaweza kuigiza ama unaweza kufanya comedy? Kasemaje? Alikuwa ananiambia wewe, moja ya kitu ambacho unacho, muone jinsi ulivyo, unatosha kuwa comedy. Yaani jinsi ulivyo tu unatosha kuwa comedy. Yaani kwa jinsi muonekano wako ulivyo na vitu kama hivi hapo ukatumia kama fursa ya kufanya comedy. Lakini pia kuna moja kati ya challenge ambayo TikTokers wengi wanafanya, ni ile challenge ya Mchina ambaye alifiwa
na kaka yake baada ya kuoa pale Mabibo. Sasa nimeona wewe pia umeifanya ile challenge. Je, wewe unafikiri ni sahihi kufanya challenge kwenye matatizo ya watu au mlikuwa mnatafuta kutrend kwenye matatizo ya watu? Yaani kwa jumla ile swali gumu kusema ukweli. Ni gumu maana nimeona TikTokers wengi wanafanya hiyo challenge na wewe kimo mmoja wapo unafanya hiyo challenge. Unajua sisi ma TikToker tuko vipi? Tunatafuta trending. Yaani kitu ambacho kinaenda before, yani kabla kufanya mimi tunamwangalia mtu fulani kafanya nini. Tunaelewa trending ni nini mtandaoni. Kwa hiyo sisi ndio tunakafuatilia na mradi sisi nini tu trend. Kwa hiyo basi sisi kuninilio kwa Mchina tukafanya kama fursa zingine, ila mimi nilikosea sana kusema ukweli, nikaomba msamaha kwa watu nini na alinisamehe. Ni moja kati ni comment ipi ambayo ukiona kwanza unasomaga ni zile comments unasoma? Comment ni waga nasoma. Ni comment gani ambayo ukiona unaona kabisa hii comment inakata kinoma noma? Inakukata yani. Yaani matusi. Matusi kwa mfano. Unajua mimi kutukana kwangu ngumu. Ila kusoma yani unajua kuna comment ya kwanza waga mshikaji yani yule ananifuatilia sana, ila comment lazima aandike tusi. Comment ya kwanza tusi. Comment ya kwanza tusi. Kila video yangu tusi. Hasa nilipokuja kufanya ile challenge ya Mchina ndio matusi sio poa. Matusi yani nilimwaga matusi kama mvua. Na kweli. Yeah. Na umekutana vipi na pacha wa Steve Mouse pamoja na Ndaro? Ilikuwaje mpaka kukutana nao? Ulikuwa washikaji zako au ni vipi? Na wale sio washikaji. Unajua wale ni washikaji ambao wanajitafuta. Unaelewa? Wao kama Steve na Ndaro, si ndio? Ndio maana akachukua usika wao Steve na Ndaro wakajifanya mapacha. So wale nikaona vipi, kwa nini nisiwachukue wale nao? Yaani mimi ni star, ndio watu wanajua kwamba nani Steve na Ndaro ambao ni mapacha, si ndio? Pacha Steve na Ndaro Steve. Nikacheki vipi wanangu, fresh kama kaa njooni tufanye kitu hapa shuleni. Nikamwambia basi sawa, nakuja hapa baridi. So nao walipokuja hapa tukafanya kitu nini, nikaagea na nauli nini, wakaondoka fresh. Tumefanya yani kitu bila iana mbali. Na wewe upo sasa hivi kwenye mahusiano? Mahusiano? Hamna bado. Kwa nini bado? Unajua mimi mahusiano kitu ambacho siwezi ngakitegemea sana ni mahusiano. Kwa sababu gani? Mahusiano anaweza ngarudisha mimi nyuma. Na mimi unajua mimi na yani siji nisemaje. Mimi nikiingia kwenye mahusiano ni mgumu kutoka. Unaelewa? Aswa nikimpenda msichana ambaye siji nisemaje, nieleze vipi. Ila ni ngumu kutoka sana. Mwahi kuingia kwenye mahusiano lakini? Kuingia kwenye mahusiano Mtupe experience yako kidogo kwenye mahusiano. Wewe ni mtu gani kwenye mahusiano? Jinsi gani una behave kwenye mahusiano ukiwa na mwanamke na vitu kama hivi hapo? Cha kwanza najali. Cha pili na samini. Mwanamke ambaye ananipenda na mimi nitampenda. Mwanamke ambaye ananisamini na mimi nitamsamini. Ila kama kaja kwa maslahi mengine ya kutaka pesa zangu mimi, hapa kachina mzee. Na ulishakutana na changamoto ya kukataliwa labda na mwanamke, umeenda kumtongoza vitu kama hivi hapo? Bwana mimi hata sasa sikutaki kabisa, sitaki kuwa na wewe kwenye mahusiano. Yani unajua my brother. Hata hivyo unajua jinsi hivi. Yani vimubetu hivi vinatoponza my brother. Kuna siku nishai kwenda kumtongoza kuna mdada fulani. Kwenda kumtongoza yule mdada. Anasemaje? Siwezi nikawa na mahusiano na mtu kama wewe, cha kwanza mfupi yani alinikira ile siku zile ya amini.
kwanza una akili Aliniambia maneno hayo ila aliniingia kishenzi yani. Kuuma sana. Aliniuma sana. Lakini ukiangalia kwa jinsi kimo chako ndio Mwenyezi Mungu alivyokubariki ndio umekuwa hivyo. Kwa nini ikuume kati ni kweli kwamba ni mfupi? Unajua sawa tumeumbwa hivi. Ila ufupi wake alivyosema yeye kwamba kanidharau, sina kitu cha kumridhisha yeye, unaelewa? Kwanza mimi sisi watu wafupi kwamba hatuwezi tukafanya kitu cha kumridhisha yeye au hatuwezi tukafanya kitu yani nisemaje nikeje hivyo. Na wewe ni mtoto wangapi kuzaliwa kwenye familia yenu, katika familia yenu, na umekulia mazingira gani? Pengine watu ambao hawakufahamu kwamba Atasa amekulia mazingira gani, ana ndugu. Maana nimeona kuna moja ya video yako ulikuwa umeenda kwa ndugu yako, ilikuwa si ni wapi pale, unamwambia wewe mbona kama unakaa huko, au ile pale ilikuwa ni content kama kwa kusema Mwamishada Masaki, vitu kama hivi hapo. Yule kusema kweli yule ni ndugu yangu unajua, so yule pale yule yani ndugu upo vipi, wale tulikuwa tujuani, unaelewa? Ananiambia kwamba sijui mimi yani tuna wazazi wawili ambao baba na mama. Sasa walikuja kuachana, mama alinichukua mimi, baba akamchukua yeye, si ndio? Baadaye akapelekea maisha yake kama magumu. Unajua sometimes kwa unaishi na father afu father kuzingatia maisha yatakuwa magumu, so ameisha sana. Mwisho wa siku akaja, unajua katika kupambana kapambana sana. Mwisho wa siku nini, unajua ile kwenye kupambana yani riziki hapati. Mwisho wa siku anaishia kwenye vituo, kakaa sana pale Mbezi kakaa sana, akanalala nini. Sasa kuna mshikaji kaja kukutana naye akamwambia wewe mbona kama una pacha yako na sasa hivi mbona ana trend sana mtandaoni, kwa nini nisikupeleke kwa pacha yako nikusaidie? Akasema sawa basi nini nipeleke brother, nitakuwa nashukuru sana. Sema baridi. Sasa hiyo siku naenda menwa Ubongo pale kwa ajili ya kununua bidhaa fulani. Kufika pale nakutana na mshikaji yule, nilikuwa simjui kabisa, na kuja kuniambia bwana, wewe ni ndugu yangu. Undugu usababisha mimi na wewe tusiwe yani tusijuane. Ilikuwa baba na father, mama na father kuachana. Baba aliondoka na mimi, yani baba aliondoka na yeye, mother ndo aliondoka na mimi hapo. Kwa hiyo maisha yangu akawa magumu sana kuishi na father siji na nini. Kwa hiyo ule utunganifu mimi na wewe tukawa tujuani. Kwa hiyo mimi ni ndugu yako. Akaniambia ndio ngamuuliza wewe ndugu ni vipi? Mbona mimi mama hajanieleza kuhusu hivyo? Ikabidi kesho yake sasa nikaenda kumuuliza mama. Mama akaniambia, akanielezea kila kitu. Ndio akaniambia wewe ni ndugu yako, usije kumdharau, wewe mchukue nini mfanye naye sanani. Naambia sawa. Kuhusu hilo tu, unajua mimi napenda sana kumsikiliza mzazi. So nikamsikiliza mzazi nini. Akaniambia basi sawa, ndio nikashuti naye content. Nikashuti naye, mwisho wa siku anachukuliwa kwenye tamthilia. Sasa hivi anafanya sanaa. Sasa hivi ameenda kambi sijui wapi wenyewe anaigiza. Na wewe sasa hivi bado unakaa na mama peke yake au mzee tayari alisharudi baada ya kupata umaarufu na vitu kama hivyo? Bado nakaa na mama. Mzee hajulikani alipo au ni vipi? Hajulikani alipo. Maana baada ya kutoka na kwenda na yule ndugu yako hakuwahi kurudi labda Atasa nini kuangalia mtoto wangu? Hapana. Unajua kwa historia yote kwa nini mzee aliondoka au vitu kama hivyo? Sijako. Yaani nataka kujua hiyo historia. Kwa nini unataka kujua? Najua itaniumiza kichwa. Pole. Asante. Lakini pia Atasa, wewe unasema kwamba unasoma upo form 4. Ni somo gani ambalo unaliweza kinomanoma ukiwa kwenye masuala mazima ya elimu? Civics. Civics yani unaiua kabisa kwamba ukipewa civics hivi unaiua. Civics bwana.
Kabla hapo nilikuwa nasomaga Mate nimeanza nayo form 1, form 2, form 3. Form 3 ndio ikaja kunichanganya. Bwana nilikuwa navurugika kichwa nini. Nikaachana nayo. Nikasema kwa nini nisome civics? Civics nayo ilikuwa na grade nzuri tu. Nikasoma sana. So nashukuru Mungu naendelea vizuri. Kweli. Yeah. Na si ndio mwezi wa 11 unafanya mtihani wa NECTA? Yeah. Maana unatarajia matokeo gani? Matokeo natarajia matokeo yawe mazuri zaidi. Ule grade gani, division gani unataka uiue pale kwamba mwanangu wa tasa sasa matokeo yametoka hii hapa. Kwamba wani ya ngapi ama ni division gani unataka uipate? Unajua nikwambia kitu. Sijai kuwa na lengo moja tu katika maisha. Yaani katika maisha hata nakwambia hata wewe katika maisha usiwe na lengo moja. Kuwa na malengo tofauti. Lakini kwanza lengo la sasa hivi ni elimu, maana pamoja na kufanya sanaa lakini pia bado unaendelea na elimu. Na lengo moja la elimu ni ili ufaulu uende level nyingine. Kwa hiyo sisi tunategemea kwamba Atasa atafaulu level hii, alafu baada ya kufaulu level hii ataenda level nyingine. Sasa tunataka kujua ufaulu gani ambao umejipangia. Mimi Atasa lazima nifikie ufaulu fulani. Kwa mimi